Kama atasikia hii interview, hilo neno asilirudie. Ipo siku wale watoto watakuwa na watakuja kusikiliza kile alichokisema. Watajisikiaje? Mama yetu alichukuliwaje na huyu baba yetu? Kumbe huyu baba yetu ni katili kiasi hichi. Sidhani kama kuna kitu cha ajabu sana ambacho atakikuta kwa yule ambacho akikiona kwa wale wengine. Angerudi mtandaoni atuambie hapana, mnisamee, ni kiki tu. Lakini alikosea kifupi. Sababu kila mtoto wa kike aliyekaa naye pale amezaliwa na mama yake na baba yake. Imechangia sana kumomonyoa maadili ya watoto wetu. Sana tu. Mimi pia ni mzazi na watoto wengi sana. Na siku zote mwanamke akiwa kwao huwa anaonekana ni bora zaidi sana. Kuna watu ambao wako kwenye ndoa, unaweza ukamuona mchana, unamuona ni mtu, ni binadamu, lakini ikifika usiku umo ndani hapalaliki. Yani walivyoingia ndo usiku utakuta uko hivyo hivyo. Unaanza kujiuliza, hivi nimekuja kuolewa au nimekuja gerezani? Nipo jela, nipo jehanamu? Ladies and gentlemen, mambo vipi? Naitwa Mwanamboka_255 na hii ni 204 ya Kimboka kutoka Global Vibe TV pamoja na Crystalline Media. Na time hii nipo na Mama Elocho. Mambo vipi? Safi. Uko poa? Yes, niko. Bwana, umepoa sana? Naumwa. Yeah. I say pole sana. Asante. Yeah, pole sana. Nimeshapoa. Utaratibu wa kupata dawa nini umefanyika na? Dawa natumia. Dawa. Mwenyezi Mungu yupo na mimi nitakuwa poa. Yes, na mimi pia naamini nitakuwa vizuri. Maana ni changamoto tu za maisha. Yes. Okay. Sawa. Mama Elocho, natamani tujue kwa kuwa naamini kipindi ambacho umeanza rasmi kazi ya uigizaji, wapo ambao tayari wamesha kujua na wanajua historia yako hapo nyuma ilikuwaje, lakini pia wapo ambao ni wapya kwenye kiwanda cha tasnia ya sanaa hapa nyumbani kwetu, ambao pengine inaweza ikawa ni safari ya kwanza wanakuona kupitia media yetu ya Crystalline pamoja na Global Vibe TV. Kwa uchache, Mama Elocho ni nani na upande wa uigizaji alianza lini na ilikuwaje? Mbona unataka story iwe ndefu? Sababu kwa uchache kama dakika moja hivi, yani kwa ufupi yani. Okay. Kifupi, Mama Elocho ni Mama Elocho kama mnavyomuona, ndio huyo anavyoongea hapa sasa hivi. Kwa ambaye atakutana na hii interview ajue tu kwamba mimi ndo Mama Elocho. Yes. Mama Elocho ameanza kazi ya sanaa kitambo sana. Nilikuwa bado mdogo, lakini nimekuwa hivyo hivyo. Ukafika miaka fulani nikawa nimeacha. Baada ya kuona tena kiu kimekuja, yani kile kitu ambacho kipo ndani kimechemka tena, kimeamka. Yes, ikabidi niingie tena kwenye sanaa, na mpaka sasa hivi ndio naonekana kwenye media tofauti, sio hii tu ya mitandaoni. Watu wengi tu wananifahamu kupitia mtandao. Kwa hiyo Mama Elocho story yake fupi ya sanaa ndio hiyo. Mimi nimekufahamu vizuri kupitia movie ambazo umefanikiwa kufanya na ndugu yetu ambaye ni Elocho. Natamani kujua, Elocho ni sababu ya wewe kupachikwa jina la Mama Elocho au una mtoto ambaye anaitwa Elocho? Niseme tu jina la Elocho kuja kwangu sio kama bahati mbaya. Yani sijazaa mtoto ambaye nimemzaa mimi wa kusema kwamba anaitwa Elocho. Bali Elocho ni mtoto wangu wa sanaa, na Elocho ni mtoto ambaye tumefanya naye kazi kwa muda mrefu, na Elocho ni mtoto ambaye amecheza movie nyingi sana, ni mtoto wangu. Kwa watu wengi sana waliamini asilimia, yani waliamini kabisa asilimia, mpaka watu wengine walikuwa wana sijui kupinga huko kulana hela sijui nini. Hapana, ni mtoto wake, lakini yes, ni mtoto wangu wa kikazi, lakini sio mtoto wangu ambaye nimemzaa mimi. Lakini kwa jinsi nilivomlea na yeye pia akanilea, maana unajua maisha ni kuleana. Tumeleana hivyo, kila mtu akawa ameamini, hata majirani tu hapa wanajuaga Elocho ni mwanangu, sababu sidhani kama Elocho hapa kwangu ana mpaka wa kuja na kuingia na kuchukua chochote anachohitaji. Na yani kama ni kupika anaingia jikoni au anaambia dada yake Zai hapo na njaa, anapika wanakula. Kwa hiyo sio kwamba nimeitwa Mama Elocho kwa bahati mbaya, ni bahati nzuri tu. Na mimi na Elocho hatujui sababu ya yeye kuitwa mtoto wangu na mimi kuitwa mama yake, ila Mungu mwenyewe ndo anajua sababu ni ipi, na siku moja hiyo sababu itaonekana tu lazima. Sawa.
natamani kujua una miaka 5 kwenye industry, una miaka 10, una miaka mingapi kwenye entertainment? Na miaka mingi tu, ni miaka ya kutosha, sababu naweza nikasema rasmi kabisa kuingia kwenye sanaa mpaka nionekane mtandaoni ilikuwa ni 2018. 2018. Yes, ndo nimeingia, yani ndo nilirudi kabisa tena kwenye sanaa. Ndo nikaanza kufanya kazi ambayo watu wengine wameshawishika nayo. Yes, kazi tulikuwa tunafanya, lakini niseme tu kazi ambayo ilianza kuniingiza kwenye kuonekana, kujulikana, mpaka yani kuonekana Mama Elocho ilikuwa kuanzia 2018 mpaka leo hii. Kwa hiyo unaweza ukapiga hesabu kama ni miaka sijui 8 au kama sikosei itakuwa ni miaka 8. Yes. Sawa, kwenye miaka 8 hiyo ya safari ya Mama Elocho kwenye uigizaji, natamani kujua kuna chochote ambacho umefanikiwa kumeki kupitia kipaji chako? Nataka kumaanisha kwamba kuna endorsement yoyote ambayo ulipata yenye pesa kubwa sana kwenye uigizaji au vipi? Ya, kwa kweli mimi kwa upande wangu, mimi kama mimi siwezi nikadharau kazi ya sanaa. Sababu unafikiri kwa nilivyoishi na mpaka nilivyoingia kwenye sanaa, nimepiga hatua kubwa sana. Kwanza nimefahamiana na watu wengi, nimefahamika na watu wengi. Pia ya kama chochote tu nimekipata kabisa kikubwa cha kutengeneza, kwamba naweza nikakwambia kitu fulani nimenunua kwenye kazi yangu ya sanaa. Sio kazi ya siku moja, sio kazi ya siku mbili kwamba nipate 2 milioni, 1 milioni. Wewe mwenyewe unajua kazi hapa kwetu ndio hivyo tena, lakini kwa kusema kwamba kula hela ya sanaa, nimeila na nimenunua vitu vya maana ninavyovijua mimi. Yes, vingi tu, na vipo vingine mpaka hata wajukuu zangu watavikuta, wataviona, watavitumia. Ya kazi ya sanaa tu. Ya ipi ni movie ambayo umefanikiwa kufanya ikakuingizia kipato kikubwa, na hicho kipato kilikuwa ni shingapi? Na maanisha labda ni movie moja tu ambayo najua kwenye movie fulani aisee ni movie ambayo ilinipa pesa nyingi, na hiyo pesa ilikuwa ni shingapi? Ya nafikiri kama nilivyokuambia kwamba kazi hapa kwetu unaifahamu. Kwa hiyo sasa nikakwambia tu kwenye kazi moja nilifanya kitu cha maana. Hapana. Bali nilifanya kazi, ninapofanya kazi napata angalau, ninapofanya kazi kama unavyojua nilikuwa kwenye muziki, kwenye movie nafanya kazi. Siwezi nikakwambia kwamba kuna kazi moja tu ambayo ilinipigisha hatua, hapana. Yaani bali unajua mtu akiwa na lengo lake na unafanya kazi yako, hata kama una mshahara wa shilingi 200, utakuwa unajitahidi unakula 100 unaweka 100. Unakula 100 unaweka 100. Kwa hiyo katika kazi yangu nilifanikiwa kupata kiwango kabisa cha kutosha cha hela, ambacho nimefanya mambo yangu ya muhimu ambayo sitaki kuyatangaza mtandaoni kwa sababu kila mtu ana siri yake. Najua wapo wengi tu watakaoniona mtandaoni wanaonipenda na wasionipenda. Kwa hiyo nikwambia kwamba kwenye kazi ya sanaa nilifanya hichi, labda yeye hajakifanya au mie tuanze kufuatana kwenye mambo ambayo sio ya msingi. Kwa hiyo najua mimi, ila kwa kweli niseme tu nashukuru kama ni kipaji ambacho Mungu alinipa. Yes, napenda sana kwa sababu mpaka sasa hivi nilipo, hata niseme kwamba sitaki kuishi hapa. Natoka hapa naenda kuishi sehemu nyingine, naishi vizuri maana nimetengeneza mazingira vizuri, kama uwanja nimenunua, nyumba nimejenga. Kwa hiyo nipo tu vizuri sasa hivi tu, ambavyo samahani maana nilikuwa ninasema kwamba sitaki kutaja, lakini imefikia hivyo tu maana story imekuwa nyingi, imenoga yani. Kwa ndio hivyo. Yeah. Sawa. Na kumekuwa na mjadala ambao unaendelea hapa nyumbani kwetu. Asilimia kubwa baadhi ya watu wanadai kwamba utumiaji wa mitandao holela umekuwa ni sababu ya mmomonyoko wa maadili kwa vijana wetu wa kike pamoja na wa kiume. Hii imekaje? Ina ukweli wowote mitandao imechangia kwenye uharibifu wa maadili hapa nyumbani kwetu? Yes, mimi naweza nikasema mitandao kwa kweli ni sababu kubwa ya maadili kumomonyoka hapa kwetu. Kwa sababu sisi wazazi tunalaumika, hatufunzi watoto. Lakini pia kuchangia kwetu kunaweza kukawepo au kusiwepo. Kwa nini niseme hivi? Simu, unakuta mtoto wa miaka 15, 14, 13 ana simu. Mle kwenye simu anaimiliki simu yeye. Wewe hauna sababu ya kila saa kumwambia tuone hiyo simu yako, tuone umeingia wapi, tuone umeenda wapi. Anaenda kukutana na mambo ambayo labda kulikuwa huko mbele kulikuwa hata miaka 10 ndio akutane na hayo mambo, lakini anayakutana akiwa na umri kama huo.
Kwa hiyo kifupi tu naweza nikasema kwamba mitandao imechangia sana kumomonyoa maadili ya watoto wetu sana tu. Mimi pia ni mzazi na watoto wengi sana. Na watoto wengi sana, lakini na mimi pia hilo naliona lipo kabisa tena sana, limechangia. Cha pili naweza nikagusia kidogo sana hata shuleni pia. Maana sisi kipindi tunasoma tulikuwa tunapigwa fimbo. Ukienda shuleni umechelewa unapigwa fimbo, unapigwa kabisa. Kama ni kupigwa na unarudishwa kwenu, unaenda kuambia mama yako nimepigwa shule. Sasa mama yako tena anakukaripia ni kufanye nini? Lakini kwa sasa hivi shuleni mwanafunzi hapigwi. Sijui RC imekataza, sijui nini. Sasa naona hata hivyo pia wanachangia tu kutuharibia watoto. Wanachangia kabisa kutuharibia watoto. Kifupi ndio hivyo. Tuongelee hapo kwenye mitandao ya kijamii. Umedai kuwa mitandao ya kijamii imechangia pakubwa sana kuharibu na kuvunja tamaduni za hapa nyumbani kwetu. Imeleta mmomonyoko mkubwa sana kwa watoto. Natamani kujua wewe kama mzazi umejiandaje kwenye hili, au ni ipi njia sahihi ambayo unaiona ni vizuri kuitumia ili kuwakinga watoto wasije wakaharibika au wakapatwa na uharibifu kutokana na mitandao ya kijamii, au wakaathirika kisaikolojia kupitia mitandao ya kijamii? Mimi tu kwa sasa hivi siwezi nikawa na huo mjadala wa kusema kwamba nifanye nini au tufanye nini sisi kama wazazi kwa kutoa watoto huko ambako wameshaingia kuwarudisha huko. Kifupi tu haiwezekani. Kwa sababu utakuta mtoto ameshamiliki simu, ana miaka 2, ana mwaka 1 au ana miezi 6 tu, ameenda huko anakuta watu wengine wako kwenye makundi mniunga kwenye kundi la Mbesi. Nisijui mniunga kwenye makundi ya nini. Kule kwenye yale makundi ya Mbesi anaenda kukutana, ndio maana nimesema kwamba anaenda kukutana na mambo ambayo halikuwa hajafikia. Umri wake ulikuwa bado, lakini anakutana nayo mtandaoni. Unaona? Atachakanua, atachakachua, ataingia huko, atakutana na mengine ambayo kwa kweli tu yanaharibu. Kwa hiyo hata nikisema mfano ni mtoto wangu, mimi na mtoto wa miaka 15 yuko hapa, ana simu kubwa. Nilinyang'anya mimi. Lakini japo nilinyang'anya, sijui huyo mtoto alikuwa ameshafikia wapi mpaka amekaa na simu miaka 2. Alianza kukaa nayo kwa kuficha nini, lakini mwisho wa siku ni mtoto ambaye nakaa naye nyumbani. Hawezi akanificha kitu kama simu mwaka mzima. Unaona? Sasa kwa kile kipindi sijui alikuwa ameshafikia hatua gani. Hata niseme nimeinyang'anya, lakini ile hatua ambayo alikuwa ameshaifikia atafika kwa rafiki yake, wataingia tu huko. Kwa hiyo sijui tu. Kwa sasa hivi ni kumuomba tu Mungu, unapiga magoti, unaombea watoto, unaombea vijana, tunaombea babinti zetu ili Mungu tu awalinde, awaongoze, Roho wake Mtakatifu afanye kazi ndani yao. Lakini kwa kusema sisi kwa akili zetu sisi binafsi wazazi kwa sasa inakuwa ni ngumu. Sawa, tukirudi nyuma kidogo, niliwahi kukuona kwenye video ya Iba Sonu ambayo walifanya Kirui, na maanisha mle ndani alikuwepo Nyago, alikuwa Bobo GM, alikuwa Dogo Zoo. Sijui naikumbukia hiyo. Mlienda mkahusika mle ndani wewe pamoja na Elocho RIP. Sawa. Umetuambia kwamba hauwezi ukatuambia ni kiasi gani cha pesa ambacho unaweza kukitengeneza kwa shoot moja au movie moja. Lakini kwa muda ambao mlifanikiwa kuupata mkiwa shooting, natamani kujua uligundua Nyago ni mtu aina gani? Mimi kifupi tu niseme kwa watoto wetu, wasanii wetu hapa, mimi najua wote ni watoto wangu. Na hamna mtoto ambaye naweza nikamsemea kibaya, kwa sababu wote ni watoto wangu. Wewe ukizaa watoto, awe mtoto mbaya awe mzuri, hauwezi ukaenda ukatangaza ubaya wa mtoto wako au ukatangaza uzuri wa mtoto wako. Kifupi tu mimi ni watoto wangu wote, naishi nao vizuri, na siwezi nikasema kwamba kuna ubaya ambao niliuona kwenye ile kazi au tofauti na ile kazi kuna ubaya ambao niliuona. Hapana. Uko mitandaoni pameibuka mjadala, na hata mtahani pia pamekuwa na maneno ambayo yamekuwa yakiongeleka kwa utofauti baada ya Nyago kuongea kupitia Crestline Media wakati ambao alikuwa yupo photoshoot, na kudai kwamba Dogo Zoo ndo mke wake. Dogo Zoo ndo amehoa sasa. Hapo kabla hakuwahi kuhoa, bali hapo kabla aliwahi kuzaa tu.
Hii kauli ni kauli ambayo imezua mjadala na kuacha maswali kwa walio wengi. Kila mmoja amekuwa hakimhukumu kwa uelewa wake binafsi. Wewe kama mama wa entertainment, wewe kama mama ambaye umewatangulia kwenye sanaa hapa nyumbani kwetu, una lipi la kuongea au kufafanua kuhusu hii kauli ambayo Nyago alitumia? Yupo sahihi au alikosea njia? Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba alikosea njia kwa upande mwingine, kwa sababu Nyago tuna story zake, ameshawahi kuoa wanawake tu ambao ameingiza ndani mwao. Yaani sio kwamba amezaa nao. Ukisema yule mtu nimezaa naye, ni mwanamke ambaye ulimpa ujauzito akawa kwao, mimba ikakua huko, akajifungua huko, huyo mwanamke una sababu za kumuita nimezaa naye, usimuita hata mke wangu, sababu hiyo sio mke wangu. Lakini tunajua Nyago ana wanawake ambao waliwaingiza ndani kabisa kuoa, akaleta kwao, wakadumu pale, wakaishi pale, alikuwa analala nao. Alikosea tu kusema kwamba alikuwa hajaoa. Unaona? Labda angerudi mtandaoni atuambie hapana, mnisamee, ni kiki tu. Lakini alikosea kifupi. Sababu kila mtoto wa kike aliyekaa naye pale amezaliwa na mama yake na baba yake. Na yeye pia nashukuru Mungu kwa sababu na yeye anazaa. Je, mtoto wake akibebeshwa mimba au akiolewa kama alivyokuwa naoa hao wanawake wengine, alafu kesho kutwa wale wanaume wakaja wakasema wale watoto wao kwamba nilikuwa sijaoa, akaenda kaoa mwanamke mwingine ndo akaja kusema kwamba hivi ndo nimeoa. Je, yeye kama yeye mzazi wa yule mtoto anaweza kujisikiaje? Mimi kwa upande wangu tu niseme kwamba alikosea. Yaani hapo kabisa alikosea kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu wale ni wanawake ambao alioa, akaishi nao. Kwanza baadhi ya wale wanawake kuna ambao yeye aliwakatiza ndoto zao. Katika wale wanawake kuna wasanii ambao kama na yule aliyemchukua na yeye ni msanii. Kesho kutwa ikaja ikatokea na yule pia amemuona mwingine wa kuzidi huyu anaisifia kwamba hivi sasa ndo nimeoa, itakuwaje pia? Na atasema nini? Kifupi tu, mzazi kama mzazi wa mtoto hawezi akajisikia vizuri kwa ile lugha aliyotumia. Alitumia lugha ambayo sio, kwa sababu hawezi akasema mtoto wa mtu kwamba nilikuwa sijaoa hivi ndo nimeoa. Kifupi tu mimi nataka nimshauri kama atasikia hii interview, hilo neno asilirudie, kwa sababu wale wanawake pia amezaa nao na wana watoto wake. Je, mama yule mtoto akija kukua, hivi ni vitu vya mtandaoni, huwa haviwezi vikafutika leo, kesho kutwa. Ipo siku wale watoto watakuwa na watakuja kusikiliza kile alichokisema. Watajisikiaje? Mama yetu alichukuliwaje na huyu baba yetu? Kumbe huyu baba yetu ni katili kiasi hichi. Kwa hiyo baba yetu kumbe alikana mama yangu nafikiri kuna msanii ambaye aliweza kuimba kipindi cha zamani sana, bado tuko wadogo, ulinizaa wewe ukanikataa. Yaani hiyo ni kama hivyo. Siku hao watoto watakuja kusikia hizo interview ambazo amezipitisha mtandaoni na kusema kwamba nilikuwa sijaoa hivi ndo nimeoa, pia wale watoto wataumia. Hata kama mimi angekuwa ni mama yangu ndo aliambiwa hivyo, mimi nikaja nikaona yule baba yangu, siwezi nikamchukulia na uzito. Hata kama ananipa kitu gani, siwezi nikamchukulia na ule uzito wa kusema kwamba huyu ni baba yangu 100%, au naweza nikafanya hichi. Nitafocus sana kwa mama yangu, kwa sababu alihangaika. Kwanza alinibeba yeye tumboni mwake miezi 9, akazaa. Siku ya kuzaa alitaka kufa, alafu baba yangu mimi anamkashifu kiasi hicho. So alikosea sana. Alikosea kwa kweli. Na nilifanikiwa kuongea na msanii ambaye aliwahi kuwa chini ya usimamizi wake wa Tigers Music, na muongelea Rich Kelo. Rich Kelo kwa upande wake yeye alidai kwamba kauli ya Nyago imewafedhehesha na kuwadharaulisha wake zake ambao wametangulia kabla ya Dogo Zuu. Hii ya Rich Kelo na yenyewe imekaa vizuri? Rich Kelo ana sababu zote za kumlaumu. Unaona, ana sababu za kumlaumu kwa sababu hajatumia lugha ambayo ipo sahihi. Kuoa ni kawaida. Kwani kuoa ni kitu gani? Ameoa, yule ni mwanamke kama wale wengine. Sidhani kama kuna kitu cha ajabu sana ambacho atakikuta kwa yule ambacho akikiona kwa wale wengine. Wote ni sawa. Lakini tu hiyo lugha ya kusema kwamba nilikuwa sijaoa, hivi ndo nimeoa. Hatujui sababu zake za kuongelea hivyo. Labda na sababu zake ambazo sasa amekuja kuzikuta. Maana kuna mtu katika maisha yake waga yuko hivi. Si unaniona mimi? Mfano,
kipindi niko binti nilikuwa nasema kwamba siwezi nikaolewa na mwanaume wa hivi wa hivi wa hivi wa hivi. Ikatokea tu ghafla binvu nimekutana na yule ambaye nilikuwa nasema siwezi, nikaishi naye. Basi tumeishi, tumeshindana. Basi akaja yule ambaye nilikuwa nasema mimi nataka kuolewa na wa hivi, nikaolewa naye. Na tabia zetu zikaenda kuambatana, tukapendana, tukazaa, yani hata sisi kabisa tunasemaga, hata sisi wanawake ni vile shina kuonjo kabisa na shikonjo, kwa sababu anajua. Lakini sasa vile kuongelea mtandaoni, mtu ambaye ameshaoa wanawake wengi sio vizuri. Angeongea hata moyoni mwake, akaongea hata na marafiki zake, lakini mtandaoni vile alikosea. Yes, ndio maana nimesema kwamba ajitambue. Kama tu ilikuwa ni kiki, pande tena mtandaoni aseme kwamba ilikuwa ni kiki, sababu hata watoto wake ambao walizaa na wale wanawake ambao hamewazarau mtandaoni watamchukia. Hicho ndo namwaahidi tena akiweke akilini one day. Maana wale watoto wanakuwa sasa hivi, mtoto anakuambiaga kwamba anakaulia tumboni, lakini mtoto akishazaliwa huwa akawi kukua. Kesho kutwa na wale watoto wake na waona kama master kama baba yao, hawatofikisha miaka 15 hawajashika simu. Lazima hicho kitu atakutana nacho na watamdharau sana baba yao. Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini pia hiyo kauli ambayo Nyago aliitumia ilienda kumsababisha Rechopia, mwanadada mmoja mwana mitandao, kupanda Instagram na kuchapisha video ambayo aliexplain mle na kuongelea kwamba wanaume aina ya Nyago ni sababu ya ongezeko la masingomaza mtahani. Hii kauli ya Rechopia na yenyewe unaiongeleaje? Mimi niseme hiyo kauli ya Rechopia, maana mimi nilikutana nayo nikaiangalia. Kweli japo waga wanasema kwamba Rechopia hana maadili. Maana watu wengi sana kwa nani zake anazofanya, video zake tunaziona, na kuna kipindi mpaka nilisikia, sikuwahi kuona, ila nilisikia kwa yeye sasa anaanza kusema, sijui tu alikuwa anasema wanataka kumtenga kwenye Mbondo huko Marekani, akaanza kuambia tengeni watu, yani akawa anasema hivyo. Lakini kwa hilo Rechopia hajakosea, kwa sababu kwa sasa hivi wale wanawake wote wa Nyago wote itabidi warudi kwao, na baadhi ya wengine wameshakuwa kwao. Atabaki na yule mwanamke mmoja, si ndo ameoa? Umeona, ndo ameoa. Wengine wote alikuwa hajaoa. Wale wote wameenda kwa masingomaza. Singomaza sio kwamba yani hata akitoka kwenye ujumba ameenda na mtoto mmoja yupo nyumbani kwao, huyo amekuwa ni singomaza. Kwa hiyo hapo ameongeza idadi ya wasingomaza. Rechopia hajakosea. Wewe ni mama kwenye entertainment. Tunapomwongelea Dogo Zuu ni kama tunamwongelea mwanao. Dogo Zuu atakuwa ni Irena au atakuwa ni upcoming kwenye chuo cha ndoa, ni mpya huko. Upi utakuwa ni ushauri wako kwake ili kuidumisha ndoa yake? Alikuwa kwenye mitandao ya kijamii anahandamwa kuwa yeye ni chanzo cha vurugu kuingia kwenye mahusiano ya Nyago, na yeye ni chanzo cha wake wenza baadhi kuanza kuamua kurudi manyumbani kwao. Ili hili lisiweze kumwasilisha kisaikolojia, kwa kuwa aliposti jana kupitia WhatsApp status yake comment ambayo alienda kujibu kwenye ukurasa ambao ulikuwa umeposti picha yake yeye na Nyago ya zamani sana, kama miaka 3 iliyopita. Pale alienda akajibia kwamba mimi na Nyago. Hebu ngoja nisome hii comment. Naomba simu niweze kupitia hii comment. Dogo Zuu alituambia sehemu ya comment, ili screenshot. Sawa. Picha ni hii hapa. Bane, hii hapa inaonekana picha. Okay, sawa. Hii picha Malkia alikuja aka comment baada ya watu kuendelea kumuandama. Malkia aliandika kwamba alafu mnakaa mnaniandama na kunichukia eti kisa amenioa na kuwaacha wake zake. Hivi mnajua tulipotoka na mnajua tumepitia mangapi mpaka kufikia hapa. So mimi nimepambania mahusiano yangu mpaka leo, nimekuwa mke. So na wao wapambanie ndoa zao zisife.
hii kauli wewe unaiongeleaje? Lakini pia nitatamani nisikie chochote kama ushauri kutoka kwako wewe kama mama wa entertainment kwa binti ambaye ametoka kuwa msichana na kuianza safari yake ya kuwa mke wa mtu. Yes, mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba sijui alianzia wapi kama alivyoandika hapo. Sijui alianza lini mpaka leo amefikia hapo alipo. Lakini tu mimi ambacho nilitaka tu yani kumpa kama ushauri, ningemwambia kwamba atulie. Huo ni ujumba, na siku zote mwanamke akiwa kwao huwa anaonekana ni bora zaidi sana, kwa sababu mwanaume hawezi akakufanyia kituko ambacho ulikuwa unakifikiria, ambacho kinaweza kikatokea umekifanyiwa kwako, umeshaingia ndani, si umeshakuwa mke, anajua hata nikifanya hivi. Maana ukiwa kwenu hawezi akakuonyesha kwamba anatongoza ovyo, anatongoza nani, lakini pia ukishaingia ndani lazima mwanaume makucha yanatokaga, na yale aliyokuwa anayaficha kwako lazima yatatoka, yataonekana, na wewe pia utaanza kujisikia vibaya. Mimi ambacho tu naweza nikamwambia ni kwamba alinde ulimi wake. Ameingia kwenye ndoa, kwanza kule ameenda ambapo sio kwao, ametoka kwa baba yake na mama yake, ameingia kwenye familia nyingine, hajui tabia ya watu ambao ameenda kuwakuta kule, ni tabia ambayo ipo tofauti na alivyolelewa pale kwao. Kwa hiyo ajitahidi sana, aheshimu wale aliowakuta pale, aheshimu yani familia yote aliyoikuta pale, ajitahidi aishi na watu tu vizuri. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ya kuhudumu kwenye ndoa. Yani ndo nimesema, nimeanzia kwamba apunguze yani ulimi wake uwe mfupi. Kama alikuwa na ulimi mrefu apunguze kidogo, kwa sababu kupendwa kila siku kupo, na changamoto huwa zipo, na ndoa waga na changamoto nyingi sana. Ndoa ina changamoto nyingi sana. Kuna watu ambao wako kwenye ndoa, unaweza ukamuona mchana, unamuona ni mtu, ni binadamu, lakini ikifika usiku umo ndani hapalaliki. Yani walivyoingia ndo usiku utakuta uko hivyo hivyo. Unaanza kujiuliza, hivi nimekuja kuolewa au nimekuja gerezani? Nipo jela, nipo jehanamu? Kwa hiyo ambacho tu nitamshauri ni kwamba ulimi wake upungue, arekebishe hali yake. Kama alikuwa na hali mbaya, ameshaingia kwenye ndoa tayari. Maana kama upo kwenu, uko binti, hakuna zaidi sana wa kucontrol nini, hapana. Lakini ukishaingia kwenye ndoa, ile familia ambayo umeikuta kule ni tofauti na kule kwenu. Kwa hiyo tu ajitahidi aishi na watu vizuri, awalee familia, alee mama mkwe, alee watu ambao wamekuta pale, ashike wale sijui shemeji zake kama wadogo zake, na pia amheshimu mume wake na waheshimu wale wazazi wa mume wake ambao wamekuta pale. Hiyo ndo kama ushauri ambao naweza nikampa. Ajitahidi pia kuvumilia kwa lolote, maana bila uvumilivu hauwezi ukaishi kwenye ndoa. Yani ajitahidi sana kuwa mvumilivu kwa chochote kile, maana kuna mtu mwingine atakuja atamfanyia visa tofauti hata na mume wake, unaona. Lakini kwa vile jinsi yeye mwenyewe ameshajifunza kuwa mvumilivu, ulimi wake umepungua, sio mtu tu amekwambia hivi na wewe umeshajibu hapa, unajaribu pia kukaa kimya. Kwa hicho kitamsaidia sana kwenye safari ya ndoa yake. Siwezi nikamwombea mabaya, namwombea mazuri, maana kuolewa ni kawaida kila mwanamke. Hata umezaliwa kwenu huko ukoje, ukiwa mwanamke lazima utaolewa. Hata umalize miaka 40 kwenu, one day tu utaingia kwenye ndoa. Na ukiwa mwanaume lazima tu siku moja tu utaoa. Kwa hiyo maisha ya ndoa yanahitaji kupambana, kuvumilia. Hivyo vitu viwili. Ukiweza hivyo vitu viwili kwenye ndoa, basi utadumu kwenye ndoa. Mimi niseme asante sana kwa na mimi pia niseme asante, ila pia nitasema kwamba najua watu wengi sana wananiangalia, wananifuata, wananisikiliza na wananifahamu pia. Sio kwamba nimepanda kwenye media watu hawanifahamu.
watu wananifahamu sana tu, lakini kwa kile nitakachokuwa nimeongea labda kibaya, kwa yule atajisikia ni kibaya kwake, maana sio kila mtu atakiona kizuri, ataniwia radhi na mtanisamee tu bure, ila ni ushauri tu ambao nitaka nitoe kwa kushauri watoto wetu kwa maadili na mazingira tunayoishi kwa sasa hivi. Asanteni sana. Asante sana kwa muda. Nashukuru. Asante. Bane, naitwa Mwanamboka _255 na hii ni 204 ya Kimboka kutoka Global Vibe TV pamoja na Crest Line behind the camera. Nipo na mkali wa hizi kazi kwenye kipengele chake maalum. Huyo si mwingine, huyo ni Tommy Bad Boy. Na ikiwa ni time yako kwanza watembelea YouTube channel zetu, basi make sure umebonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari, mengi mastori yamehappen ndani humu. Niseme tu kaka mtu na Global Vibe TV, kaka mtu na Crest Line Media.